Habari, karibu sana katika mwendelezo wa vipindi hivi vya afya. Ni mimi tabibu Abu Sumaya, na huu ni mwendelezo wa vipindi kama ilivyokuwa ada. Leo nimekuja na aina nyingine ya tiba au mbegu zinazotumika katika tiba, na zimekuwa na majina mengi sana ambayo yanafahamika kuanzia katika lugha mbalimbali, lakini pia kisayansi. Tukianza na kisayansi, leo nimekuja na mbegu zinazoitwa Nigella sativa, lakini pia kwa lugha ya Kiingereza vinafahamika kama black seeds ama cumin seeds, lakini katika lugha ya Kiswahili zinafahamika kama habati soda ama zinafahamika kama karonji, na hata Kiingereza pia zinafahamika kama karonji seeds pia. Lakini pia hii habati soda ambayo inafahamika kwa Kiswahili imetoholewa kutoka kwenye lugha ya Kiarabu ambayo inafahamika kama habati sauda, ambapo habati maana yake ni mbegu, sauda ni nyeusi. So tunavyosema habati sauda maana yake ni mbegu nyeusi ama black seeds kama kwenye lugha ya Kiingereza kama tulivyoeleza hapo awali. Tunasema kwamba mbegu hizi zimekuwa ni miongoni mwa tiba za muda mrefu sana ambazo zimekuwa zikitumika katika miaka mingi iliyopita, na kwa maana nyingine tunaweza tukasema kwamba hii ni prophetic medicine, kwa maana kwamba hata katika masala mazima ya kiimani tunaambiwa kwamba hizi mbegu zina uwezo mkubwa sana wa kuweza kutibu maradhi yote isipokuwa tu kifo. Na dalili katika hilo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inasema fi habati sauda, katika mbegu za habati sauda anasema shifaa'un likulli da'in illa sam, kwamba kuna ponyo la maradhi yote isipokuwa kifo. Kwa hiyo basi amini kwamba utakapotumia mbegu hizi za black seed kwa maelekezo ambayo utakuwa umepewa na tabibu, basi jua kwamba zina uwezo wa kutibu maradhi yote ambayo kwamba yanaweza yakawa yanakukumba. Sasa leo ninataka kuzungumza kwa nini mbegu hizi zimeelezwa kuwa miongoni mwa mbegu ambazo zina uwezo mkubwa sana wa kuweza kutibu maradhi yote, sio maradhi mengi, ni maradhi yote. Tunasema ndani ya mbegu hizi kwanza kumebebwa aina ya vitamins tofauti tofauti, na miongoni mwa vitamins ambazo zinapatikana ndani ya black seed tunasema kwamba kunapatikana vitamin B1, lakini pia zinapatikana vitamin B3, lakini pia inapatikana vitamin B6, ambazo hizi kwa pamoja tunaweza kusema kwamba ni miongoni mwa vitamins ambazo zinatengeneza vitamin B complex. Lakini tunasema ndani yake pia kunapatikana madini joto, na miongoni mwa madini joto yanayopatikana kwa wingi katika black seed tunasema kwamba inapatikana phosphorus, lakini pia inapatikana calcium, lakini pia Okay, sasa tuweze kupata faida zinazopatikana ndani ya black seed. Kwanza kabisa tukianza namba moja, tunasema kwamba inasaidia kushusha kiwango cha sukari. Kwa maana wale wenye changamoto ya sukari ya kupanda, basi wanaweza kutumia hizi black seed ili waweze kuweka kiwango cha sukari kuwa katika kiwango ambacho ni cha kawaida. Lakini pia tunasema wale wenye changamoto za mfumo wa hewa pamoja na dalili zake, kwa maana kwamba wale wenye kikohozi, ikiwemo kikohozi kisichopona, lakini pia wale wenye changamoto ya asthma wanaweza kutumia black seed, ikiwemo na wale ambao wanapata inflammation kwenye koo la hewa ama tunasema bronchitis, nao pia wanaweza kutumia dawa hii ili kuweza kutibu changamoto hiyo. Lakini pia tunasema kwamba
hii black seed ina tabia ya kufanya kazi kama bronchodilators, na ndio maana sasa hapo nyuma nimezungumza kwamba inasaidia katika wale watu ambao wana changamoto ya asthma, na ndio maana sasa tunasema ukitumia black seed inaweza kusaidia kwenye engo kama hiyo, kwa sababu ina act kama bronchodilator, lakini wakati mwingine pia inatumika kama antihistamine. Lakini tunasema kwamba hizi black seed pia zinasaidia kutengeneza au kuweka afya ya moyo au kuboresha afya ya moyo, kwa maana kwamba kutokana na kwamba ndani ya black seed zimekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba zina rekebisha kiwango cha pressure au zinafanya pressure kuwa kwenye kiwango chake cha kawaida, lakini pia inasaidia katika kuhakikisha kwamba inaondoa cholesterol mbaya au tunasema bad cholesterol. Kwa maana hiyo tunasema kwamba hizi black seed zina tabia moja maarufu sana katika tiba kwenye hili swala zima la kuhakikisha kwamba afya ya moyo inakaa sawa. Tunasema huwa zina tabia ya kushusha LDL, lakini pia zina tabia ya kupandisha HDL. Kwa maana kwamba tukizungumza LDL tunazungumzia ni low density lipoprotein, lakini tukizungumza HDL tunazungumzia ni high density lipoprotein. Sasa low density lipoprotein inapokuwa juu, tafsiri yake kuna plaque build up kwenye mishipa ya damu na hata moyo pia, kitu ambacho kinapelekea mfumo mzima wa mzunguko wa damu katika maeneo hayo unakuwa hauko sawa. Lakini pia hii high density lipoprotein ni kinyume chake, au tuseme kwamba sasa hii inapokuwa kwa wingi, maanake inasaidia kwenda kusafisha sasa ile plaque ambayo ilikuwa imekusanyika katika mishipa ya damu na kupelekea kitu kinaitwa atherosclerosis, lakini pia inaweza kama imekusanyika kwenye vyumba vya moyo. Hiyo ndo faida ya tatu. Lakini faida nyingine tunasema inasaidia katika kuhakikisha ubora au afya ya ngozi pamoja na kupelekea uponyaji wa haraka wa vidonda. Kwa maana kwamba mtu ambaye ana kidonda ambacho uponaji wake uko slow, anaweza kuwa anatumia hizi black seeds kwa ajili ya kusaidia kufacilitate na kupelekea uponyaji uweze kwenda kwa haraka zaidi. Lakini pia zinatumika kama dawa za kutuliza maumivu au dawa za kuondosha maumivu. Kwa maana kwamba mtumiaji anapotumia black seed manake inamsaidia sana katika kuondosha maumivu kutokana na uwepo wa components ambazo zinasaidia katika kuondosha maumivu, yani ina analgesic properties ndani yake. Kwa maana hiyo pia inaweza kuondoa maumivu ya aina tofauti tofauti, ikiwemo maumivu ya joint, lakini pia inaweza ikaondoa arthritis, lakini pia na changamoto nyingine maarufu kama rheumatism. Hizi zote zinaweza kuondoshwa na matumizi ya black seed. Lakini pia tunasema katika wale ambao wana changamoto katika mfumo wa chakula, kwa maana ya digestive system zao zina changamoto ikiwemo vidonda vya tumbo, basi hawa wanaweza wakatumia black seed kwa ajili ya kuweza kuondosha zile dalili za maumivu yanayotokana na vidonda vya tumbo, lakini pia na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini pia ndani yake hii black seeds zina anti-cancer properties au anti-cancer agent, ambayo kwa wale watu ambao wanakuwa wanatumia zaidi black seeds, manake wanaingia kwenye nafasi kubwa ya kuweza kujiepusha na maradhi ya kansa. Na kama tunavyofahamu, kansa imekuwa ni miongoni mwa maradhi ambayo kwamba ni changamoto kubwa sana pindi ambapo yatampata mtu, kutokana na kwamba matibabu yake ni magumu, lakini pia na uwezekano wa kuweza kurejea kwenye afya yake awali unakuwa ni mgumu sana. Hizi ni miongoni tu mwa faida za black seed. Lakini kama nilivyotanguliza hapo awali, nimesema black seed inatibu maradhi yote isipokuwa kifo. Kwa hizi nimetoa miongoni mwa faida za black seed. Lakini pia tunasema black seed inaweza kutumika katika namna tofauti tofauti. Inaweza kutumika kama mbegu ambazo zimesagwa ikapatikana unga ambao kuna dozi zake ambazo
zinakuwa zinafahamika kwamba hii itumike kwa kiwango hiki na kwa utaratibu fulani ili iweze kusaidia changamoto fulani. Kufahamu hayo na mengine, unapaswa kuwasiliana nami moja kwa moja ili uweze kufahamishwa. Lakini pia tunasema inaweza ikaandaliwa katika mazingira ya vidonge. Sasa huko tunazungumzia imekuwa ni tiba mbadala. Unaweza ukavikuta vidonge ambavyo vimeandaliwa kupitia hizi black seeds. Lakini pia unaweza ukakutana na mafuta ambayo ni black seed oil. Sasa haya mafuta ya karonji pia yanakuwa yameandaliwa kutokana na hizi mbegu. Lakini pia unaweza ukatumia kama mbegu zenyewe, kwa maana kwamba tunazungumzia ni whole seeds, mbegu zenyewe. Sasa kuna namna ambavyo unaweza kuelekezwa ukazitumia kama punje zile, kama vidonge tunavyovimeza kwa utaratibu maalum kwa ajili ya kuweza kupata faida zinazotokana na mbegu hizi. Lakini pia naomba nitoe onyo au niwafahamishe, unapotumia black seed haina maana kwamba utapata faida pekee. Kuna wakati na mazingira yake unaweza ukatumia na ikawa kwako si salama sana katika kuzitumia mbegu hizi. Tunasema kwamba iwapo mtu atatumia mbegu hizi wakati mwingine anaweza akapata mshtuko wa tumbo, kwa maana kwamba akapata zile stomach upsets. Lakini pia tunasema anaweza akapata changamoto ya damu kuchelewa kuganda, kwa sababu hii black seed inafanya kazi kama blood thinner, kwa maana kwamba inaongeza muda wa damu kuweza kuganda, kwa maana kwamba kwa wale ambao wanatarajia pengine kufanyiwa operation ama wako kwenye hatari ya kuweza kupata majeraha, basi hawapaswi kuwa ni wanatumia hizi mbegu mara kwa mara, kutokana na kwamba inaweza kapelekea changamoto ya damu kuweza kuganda pindi watakapokuwa wamekutana na mazingira kama hayo. Lakini pia tunasema inapotumika itumike kwa umakini, kwa sababu mbegu hizi zina uwezo mkubwa sana wa kuweza kushusha kiwango cha sukari, lakini pia ni kiwango cha pressure. Kwa maana ya kwamba mtumiaji pindi atakapotumia bila kufuata maelekezo, kuna uwezekano mkubwa sana akaenda kwenye kitu tunaita hypoglycemia, kwa maana ya kwamba kiwango cha sukari kikashuka zaidi kuliko kiwango cha kawaida, au akapata kitu kinaitwa hypotension, kwa maana kwamba pressure ikashuka kuliko kiwango cha kawaida. Lakini pia kwa kina mama wajawazito wanaweza kutumia hii black seeds, na hasa wanapokaribia kujifungua, kwa maana kwamba pengine wakati mwingine wamekaribia sana kuingia kwenye hatua ya pili ya maumivu ya uchungu, au hatua ya pili ya uchungu, kwa maana kwamba inasaidia katika kuhakikisha kwamba inaongeza uwezo wa cervix kuweza kufanya nini, kudilate, lakini pia uterus kucontract, kwa maana kwamba inafanya kazi ya kuhakikisha kwamba ina stimulate uterine contraction. Kwa maana hiyo basi inaweza ikapelekea, na hata kipindi cha nyuma pia ilikuwa ikitumika sana katika masuala mazima ya uzazi. Ama mpaka kufikia hapo, naomba tufaidike na faida chache ambazo nimezitoa, pamoja na baadhi ya mambo ya msingi ambayo nimeweza kutoa kama onyo. Lakini pia onyo jingine, naomba kila anayesikiliza ujumbe huu achukue ujumbe kwamba hiki ninachokizungumza hapa hakichukui mbadala wa daktari. Ushauri wa daktari unapaswa kufuatwa kama ulivyoelekezwa. Tunapozungumzia tiba asili, maana yake tunazungumzia tiba ambayo inapaswa kuwa si mbadala wa tiba za kisasa, ambazo pengine zinaweza zikawa zimepitia mchakato mzuri sana kuweza kubaini changamoto. Hivyo basi, unapotumia dawa hizi za asili, fuata ushauri wa daktari, lakini pia hakikisha kwamba unawasiliana na tabibu wa tiba za asili ili aweze kufahamisha ikiwa itakuwa ni salama kutumia dawa hizi za asili pamoja na dawa za kisasa, kwa sababu wakati mwingine unaweza kukatokea interaction ambayo ikaleta changamoto. Tunatakiwa kutumia tiba hizi za asili kwa umakini ili tuweze kupata faida zilizotimia. Asante sana.